magumu, nina historia maalumu, we ni chemichemi ya uzima, naelewa maji na moto nitapita, haleluya. Asante Bwana. Mungu wangu wanishika mkono, waituliza, sina mashaka, wanibeba mgongoni, waweza tu maneno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Haleluya. Hata usiyafanye yale yote umetaka ayafanye. Huenda umeomba kwa muda mrefu ukamwambia Mungu nisaidie hapa, Bwana nifungulie huu mlango, Yesu nisaidie hapa, hajafanya. Endelea kumwamini, maana wakati wako utafika. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanasema yeye ni Alfa tena ni Omega, ni mwanzo tena ni mwisho. Wakati ukianza huo ugonjwa aliona na bado anakuona. Endelea kumtumaini, atakutoa katika kisima kile cha magonjwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, nataka nikwambie siri ambayo nimemwambia mama asubuhi. Kazade Filimamuzi hayuko hapa. Iliponyesha gari haiwezi tukashuka hapa, kaambia hataanguka. Kaa tulia, omba kwa ajili ya anti yako anayezikwa leo. Kabaki nyumbani. Lakini asubuhi amekuwa wa kwanza kumwambia yale nimeyaona kuhusu marehemu. Pale Bengo na kabla Bengo pale Rabai ya kwa Juaje, walinibadilisha jina wakaniita Mendoho. Just because Mungu akiamua kunionyesha jambo waziwazi la jawazi wazi, na mtu akileta ile ndoto mamaona nampatia maana yake, wakaniita Mendoho. Lakini sitaki kujua kuhusu hiyo. Nachojua ni kwamba Mungu akitaka kuongea na mtu anaongea. Bwana Yesu apewe sifa. Kamletewa marehemu pale pale alipo. Lakini cha ajabu hakuwa ndani ya sanduku. Alikuwa pia yeye naye amekaa huko katika hizo viti zingine, na amevaa vazi jeupe, na yuko hivi ni kama amesujudu, na huku kuna ushanga mweupe umeenda katika kichwa yake, na huku amevaa mwingine wa leo white. Nikashtuka, kamwambia Bwana, ni wewe unayejua mambo haya. Bwana Yesu apewe sifa. Mbona sireheru ushanga mwiru? Mbona sirehere ushanga mwiru ambao ziparwa chununi pengine ama kuna kujine? Mbona kwa chitwa halafu na singoni? Tena isegere na yusujudu papu. Bwana asifiwe. Haijalishi maisha yako ameisha kwa miaka mingapi ukiwa mwenye dhambi. Kinachojalisha unaposema Mungu imetosha, badilisha historia yangu, atabadilisha historia yako. Watu watakuona tofauti, lakini lazima wewe mwenyewe ukaweze kugundua ni kisima gani huko hapo ulipo. Hata kala ni generations kulako nyuma bosi ni mazikala nayo tabia, Mungu unaweza ukabadilisha hiyo jamii na maisha na kakala mazo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ati wanamba haide ni muzi watsa hiyo milioni ngala saba la magaoni mbona simsai. Bwana asifiwe. Badilisha historia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kama wazee wenu wanajulikana kwa badilisha, waseme hii jamii imebarikiwa, waimbaji wako, wahubiri wako, jina la Bwana lipewe sifa. Wakiongea na anti yangu Momo pale, akawa ananiambia na mmebarikiwa, karibu nyote ni waimbaji. Bwana asifiwe. Nikasikia kumtukuza Mungu kwa sababu ni neno linamuinua Kristo. Si kwamba hiyo jamii ya wasichana Bwana hisalufu tena lulume. Yaani ni sifa. Jamii fulani wanapisha maiti tena ambayo ni si maiti swali chototo. Maiti mume ndio watapisha.
Watapisha maiti mke, lakini mume hawapishi japo maiti. Yani ni sifa ya jamii fulani. Unaweza ukabadilisha historia. Dada Christine Masika amebadilisha historia ya kula kwa Chifudu mpaka kwa Jesumasi. Amen. Kumbuka tukiwa hapa tukizika shangazi hapa Menyevu, wakati huo sijui ni miaka mingapi sasa, nilipokuja muombea wokovu katika nyumba yake, na Mungu akaniambia chukua rekodi ya haya yanayofanyika, kwa sababu watu wanamjua shangazi yako tofauti. Chukua rekodi ya haya, na wakati nitakapomtwaa utaiweka isikizwe, wajue yeye mwenyewe aliokoka, si kwamba mnalazimisha watu wameokoka wakati wamekufa. Na hakika tuliweka, wale waliokuwa hapa mazishini walisikia marehemu akiongea kwa audio wakati namwombea sala ya toba. Unamwambia ndio danonje sarakwe, maana naona vinachelewa. Bwana asifiwe. Usingoje mpaka wakati mambo yameharibika. Kama ni kumkubali Yesu Kristo, kubali mapema, uenjoy wokovu ukiwa na nguvu zako. Sasa mwingine pale jirani akawa anasema natamani ningeongoka kitambo. Ameokoka akiwa is too late, hawezi hata kufanya hivi. Kamba rukia Yesu yatayo fifi asoka. Bwana asifiwe. Amechoka. Kama ni uchawi amefanya wakati fulani, kamletewa kwa usingizi, amekuja anachukua kuku wangu na vifaranga. Nikamwambia mbona unachukua kuku wangu na vifaranga wewe mzee? Na nikamkemea. Ilipofika saa 12 asubuhi, mwenyewe nimefungua gate, mzee ndio huyo bila hata salamu akaenda direct kwa banda langu la kuku. Akapata hapo ilikuwa kuna vifaranga na koo, na ana kikapu, akachukua koo akaweka, akachukua vifaranga akaweka, akachukua mpaka chakula alikuwa amewekea vile vifaranga, hiyo atoka navyo. Kala nione kwa hendaze. Bwana asifiwe. Kala ndiwenge na hendaze. Na hii ni miaka 3 nyuma, si kitambo sana. Nilisimama nikamwambia na nilikosa hekima, Mungu anisamehe. Nimwambia yani wewe mzee, yale nilionyeshwa siku ndio hayo unayofanya kweli? Kumbe kumuuzawe. Na akatetemeka. Nikamwambia haya, umechukua kuku, umechukua vifaranga, hata hiyo chakula nacho unaenda nacho, na chakula ni changu, koloni rangu. Hapo unapoona niliweka mbao nilifunga, kwa sababu huyu koo alikuwa akiruka akienda nje na mimi nilikuwa nataka tujiendane. Wewe wachukua kuku na vifaranga na wishwa wake. Kamwambia nenda, lakini sitatulia mpaka Yesu abadilishe historia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninavyozungumza ana kanisa hapo kwenye kampaundi yake, anamsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Si lazima uchukue wewe vita si vyako, mwachie Bwana akupiganie. Ni lazima uwe barua, maana unasomwa na kila mtu, na wewe ni chumvi. Kolea. Usikolee kwa Sarazabina, ukakolea kwa malaya, ukakolea kwa sai, ukakolea kwa uzushi, ukakolea kwa wifu. Mwanamtu akipata kazi umalo Tanzania. Bwana asifiwe. Mwanzo kwa kupata mtoto ameandikwa kazi, si ushukuru? Kwa nini uenda mbio, hulali usiku? Yani wewe ndio watchman wa hili la lolote. Bwana asifiwe. Wamama tuko mambo ya kwenda kanisani, na wewe ukirudi usiku waruka kama popo. Mwache hicho kisima hicho cha kuwa wewe ni mama uende kanisani, wewe ni baba unashika Biblia, lakini usiku watu hawalali hapo kwenu. Tumekuja kufunga hicho kisima. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu atusaidie. Wewe achilia maisha yako kwa Kristo. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani. Kinachojalisha ukigundua kwamba mimi shida yangu ni hii, Bwana nitembelee kwa kisima changu. Nahitaji unipe yale maji yatakayoleta chemichemi katika moyo wangu, ambayo atanifanya nisirudie hiyo dhambi tena. Beni ukubali susukume. Halo. Bwana alipe. Hana ndugu zangu ambao wananihenza sana, lakini kama nikosera mara sijine. Na kuna wakati nilipoenda paka Mwengati za Semasiri, kwa tumetoka mazishi mahali fulani, tukielekea nyumbani, nikasikia kwa mbali mmoja anasema Jesus huyo. Nikashindwa ni nani huyo ambaye ni Jesus, nikanyamaza. Nilipofika pale nikawasalimia vizuri.
Na nilipomaliza kusalimia, mmoja wao akasema ile siri. Maana niliuliza Mungu, ni nani huyu anaitwa ni Jesus? Akanifuata na mboko yake